Sumu inayowaua wanaume. Dhata mara, siku moja msichana mzuri alichoka na maisha ya ndoa yake. Ikamjia mawazo ya kumuua mume wake na akaamua alitekeleze hilo ili ajikomboe kutokana na dhiki anayopitia katika ndoa. Basi ihdal ayyam, moja katika masiku, asubuhi akamwendea mama yake na kumweleza, mama, nimechoka na maisha yangu ya ndoa na siwezi kuendelea kuishi na yule mwanaume, na nina wazo la kumuua, lakini naogopa sheria itanichukulia hatua. Je, unaweza kunisaidia na hili jambo? Mama akamjibu mwanawe akamwambia, ndiyo, naweza kukusaidia, lakini kwa jambo dogo. Binti akamuuliza mama yake, ni jambo gani hilo? Niko tayari kwa chochote ili mradi ni muondoe huyu mwanaume. Mama akamwambia binti yake, ikiwa uko tayari, kitu cha kwanza lazima mpatane, suluhisha ugomvi baina yenu nyinyi wawili na uwe karibu na yeye ili asitokee mtu yoyote akakushuku pale atakapokufa. Jambo la pili, jipambe na ujitunze ili uonekaniwe kabinti karembo mbele ya uso wake. Jambo la tatu, mtunze vizuri, uwe mpole na umthamini yeye pamoja na familia yake. Jambo la nne, uwe mvumilivu na mwenye upendo. Punguza wivu za kitoto na zisizokuwa na maana. Sikiliza sana anachokiongea na uwe na heshima mbele yake. Na jambo la tano, tumia pesa anazokupa kwa busara. Usiwe na hasira hata akikuachia fedha kiasi kidogo, na usiwe mpenda matumizi ya ovyo ovyo. Na jambo la sita, usimpigie kelele, imiza amani na upendo ili asije kutokea mtu yoyote kukushuku pale atakapokufa. Mama alipomweleza binti yake hayo yote akamuuliza, je, uko tayari kuyatekeleza hayo yote? Binti akamjibu mama yake kwa kumwambia, naam, niko tayari kutekeleza. Mama akamwambia binti yake, khudhi hadhi almasfuq wasabbi qalila fi wajbatihi alyawmiyya sawfa taqtuluhu bibat'i. Chukua unga huu na unyunyize kidogo kidogo kwenye chakula chake cha kila siku, basi utamuua taratibu tu. Baada ya siku 30 days, yule binti akarudi kwa mama yake huku akiwa na hofu moyoni mwake na kumwambia, mama, sina tena nia ya kumuua mume wangu. Kwa hivi sasa nampenda kwa sababu amebadilika kuwa mume mwema na mpole kuliko nilivyowahi kumfikiria hapo awali. Nifanye nini ili kusimamisha sumu inayomtafuna taratibu ndani ya mwili wake? Mama akamtazama binti yake huku akitabasamu, kisha akamwambia, usijali binti yangu, kile nilichokupa ile siku wala haikuwa sumu, bali ilikuwa ni chumvi ya kawaida tu, na wala usiwe na wasiwasi, mume wako hatakufa. Fil waqi kunti anti summa alladhi kana yaktulu zawjuki bibat'i. Ukweli ni kwamba wewe ndiye uliyekuwa sumu inayomuua mume wako taratibu taratibu, kwa msongo wa mawazo, kwa mgogoro na matatizo ya hapa na pale. Ulipoanza kumpenda, kumheshimu na kumthamini, ndipo ukamwona akibadilika kuwa mume mwema na mwenye upendo kwako. Mama akaongeza dozi kwa binti yake na kumwambia, arrijal laysu ashrara haqqa, wanaume kwa asili yao sio wabaya kamwe, lakini jinsi tunavyowatendea ndivyo huamua majibu na hisia zao kwetu. Ukionyesha heshima, upendo, kujitolea na kumjali mume wako, naye atakuwa hivyo hivyo kwa ajili yako. Almar'atu swaliha asasul baiti sa'id, mwanamke mwema ndiyo msingi wa nyumba yenye furaha. Ukhti, ewe dada yangu, wanaume hata hatuhitaji mengi, tunachohitaji tu ni heshima na utii. Khalas, ma fi shay'in akhar. As'adallahu awqatakum bidhikri, dumtum fi riayati llah, wassalamu alaykum. Sallu ala alhabib. Sallu ala man qala rabbi ummati hubban li ummatihi wa kana rahima ya ummat al-mukhtar ya ahbabahu sallu alayhi wa sallimu taslima.